Hii ni Maganga TV. Habari, karibu. Ni mwendelezo wa kile ambacho nilikuahidi kuwa nitakuwa nikikifanya na nilianzia hapa. Bila shaka utakuwa unakumbuka mazingira haya. Unachokiona kwenye background ni baadhi ya kazi zangu. Huwa nafanya landscape, yani landscape designing na vitu vingine kama hivi. Lakini nipo maeneo ya Kisimambaazi, moja kati ya maeneo ambayo binafsi nayaona kwamba ni maeneo mazuri, na napenda niweze kukuonesha maeneo haya, maana nilikueleza kwamba nitakuwa nazunguka, lengo likiwa ni kukuonesha kile kinachoendelea katika mazingira mbalimbali ambayo mimi mwenyewe ninaishi, lakini nimekuwa nikizunguka maeneo mbalimbali kwa lengo tu la kukujulisha wewe mtazamaji wangu ambaye unanifuatilia hivi sasa. Ndugu, vipi? Safi, wema. Kwema, habari yako? Safi. Mtazamaji wangu bwana atapenda aweze kuona ni nani ambaye nazungumza naye japo dakika moja, maana ndio mmoja kati ya wasanii muhimu, wasanii maarufu hapa visiwani Zanzibar katika kada nzima ya masuala ya vile nini tunazita nashdi kaswida, anaitwa Ishaka. Sema jambo kwa watazamaji wetu. Napenda kuwaambia ndugu zangu ama watazamaji katika Masud Maganga TV kwamba tudumishe amani na upendo katika nchi ya Tanzania, kwa sababu Tanzania ndio nchi pekee yake ambayo ilibakisha amani kwa muda huu, ambao kila mtu anatizamia kwa macho, watalii pamoja na watu wengine, watu mbalimbali. Naona hapa uko katika sehemu ambayo tunachota maji. Unazungumziaje kuhusiana na changamoto ya maji? Unahisi ni changamoto kwanza? Maji sasa hivi ni changamoto kwa sababu baadhi ya watu mtaani kwetu sasa hivi maji hayapatikani kutokana na sijui tatizo limetokea wapi, lakini ambao tunatumia laini ya airport tunapata maji, isipokuwa wale ambao wanatumia laini nyingine maji wanakosa kwa muda huu. Takriban sasa ni mwezi mmoja watu wanakuja kupata maji bombani hapa. Mimi nimebadilika kutoka Maganga TV, sasa hivi napatikana kwa majina yangu Masud Maganga. Una chochote cha kuniambia, lakini cha kuambia watazamaji wetu ambao wanakuangalia hivi sasa kupitia channel yangu? Cha kukuambia, naomba vipindi viboreshe, kwa sababu tunatamani kufikisha ujumbe kwa jamii kupitia channel yako ambayo ipo hapa visiwani Zanzibar, ambayo kwa kipindi kile inafanya kazi vizuri sana. Sijajua muda huu utakuwaje, lakini naamini kwamba utafanya vitu vizuri, lakini naomba ushirikiano kwa watu ili kufikia malengo ambayo tunataka kama Zanzibar ama Watanzania kwa ujumla. Na kwa mtazamaji pia endelee kuangalia Masudi Online TV. Sawa, nakushukuru sana. Hayo ni maneno yake Ishaka, bila shaka utakuwa umemuelewa kile ambacho amekizungumza, lakini kwenye background ndio kile ambacho ninachokueleza. Masuala ya uchotaji wa maji imekuwa changamoto hapa kwetu. Bila shaka ujenzi, baadhi ya watu wamekuwa wakisema kwamba ujenzi wa barabara ama ukarabati wa barabara ndio kigezo kimoja wapo cha uhaba ama ukosekanaji wa maji safi na salama. Bado nipo katika mazingira haya ya Kiembe Samaki, Kisimambaazi, ndiko ambapo nilipo mtaani kwangu. Najaribu kukuonesha kile ambacho kinaendelea na jaribu kukuonesha uhalisia wa maisha yetu ambayo tunaishi hapa Kiembe Samaki, Kisimambaazi. Watu wengi utawasikia wakiwa wanazungumza na mimi, inawezekana na tutaweza kufanya hivyo niweze kukuonesha mazingira yetu hapa. Moja kati ya sehemu ambazo nimekuwa nikifika ni hii hapa ambayo unaiona kwenye background. Sehemu hii hapa ndipo nilipo. Hii hapa ni saluni ya mmoja kati ya wajomba zangu. Yeye huwa anafanya shughuli zake katika ofisi hizi, na nitakuonesha kile ambacho kinaendelea hapa ndani. Karibu sana tuweze kuzungumza machache na wale ambao waliopo hapa. Jomba, asalamu alaykum. Alaykum salaam. Salam, habari yako? Nimebadilisha kutoka Maganga TV, nimekuja kwa Masud Maganga. Sasa hivi nasimama mimi kama Masud Maganga, na napenda kuonesha mazingira ambayo halisi, mazingira ambayo mimi mwenyewe ninaishi, lakini watu ambao nakutana nao na wakutanisha pia na watazamaji wangu ambao wako wengi huko, na bila shaka wanabahatika kuonana na wewe. Ningependa tu japo kwa muhtasari ukiweza kuwaeleza wewe ni nani, unaishi wapi, unafanya nini hapa Zanzibar, itakuwa ni vizuri, lakini utatupa na jambo neno jingine la kumalizia. Karibu bwana. Sisi kazi yetu kubwa kama unavyoona hivi, na hii ndio kazi yetu, na ndio mjini mpaka sasa unavyoona hivi maisha yanaendelea.
tunaiona ipo mitaa ya Kiembe Samaki, mtaa Kisimambazi. Sawa sawa. Kiembe Samaki, mtaa wa Kisimambazi. Mimi nakushukuru sana kwa kuwa mmoja kati ya watu ambao wanafuatilia Masud Maganga tangu nikiwa naita Maganga TV hadi hivi sasa unanifuatilia bila shaka. Nakushukuru sana kwa kuniunga mkono na endelea kufuatilia Masud Maganga. Uwe na kazi njema. Sawa, asante. Hicho ndo ambacho yeye ameweza kunieleza. Bila shaka utakuwa umetusikia moja kati ya wakazi wa maeneo haya. Jomba, safi, habari yako? Mambo yanaenda? Umekaa kivulini sana, ukitokeza hivi inakaa vizuri. Sawa, ndio nakupa hai kwa pamoja. Sawa, asante. Katika mwendelezo wa kile ambacho nimekueleza nitakuwa na kupatia ndani ya channel yangu. Haya ni mazingira ambayo binafsi ninaishi na ni moja kati ya sehemu ambazo nimekuwa nikikaa nikiwa hapa mtaani kwangu. Na jaribu tu kukuonesha mazingira haya ili uweze kujionea na uweze kukutana na baadhi ya watu ambao nakutana nao mimi binafsi, lakini uweze kuwasikia kipi ambacho wanazungumza. Moja kati ya watu hawa ni huyo hapa. Ni kueleze kwamba huyu ni mmoja kati ya wapiga picha wangu maarufu sana, anaitwa Abu Chila. Yeye hivi sasa anashughulika, ana harakati zingine, kwa hivyo nimemwacha aweze kupumzika, lakini ataweza kuzungumza machache endapo atapenda. Karibu sana. Bwana Chila, habari yako? Safi, kwema. Kwema, mambo yanaendaje? Alhamdulillah. Ni muda hatujaonana. Tupo. Ya, sawa. Mimi bado nasongesha na jaribu kuzunguka katika mazingira yetu ya Kisimambazi. Okay. Una chochote cha kuambia watazamaji? Kwa sasa hivi sina kitu cha kuongea. Kuna kitu cha kuongea? Sina cha kuongea. Sawa, mimi nakutakia muda mwema. Asante sana. Sawa. Kaka, asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari yako brother? Alhamdulillah. Na kujulisha kwamba tumetoka Maganga TV, sasa hivi nasimama kama Masud Maganga. Una chochote cha kunieleza mimi kama mwandishi wa habari ambaye unanifahamu, lakini una chochote cha kuwaeleza watazamaji ambao wanakuangalia hivi sasa? Cha kukueleza, taa hazioni tulizofungiwa hapa, naona ni kiza tu. Kwa hivyo na wao walileta kwa kuhusu habari ya kuona ambapo kwa chochoro zina kiza. Ndio. Lakini chochoro kiza ni ile ile. Mpaka usimame ndio taa iwake. Kwa hivyo ninalokueleza, hebu ambia tuletee taa zilizo na mwangaza tu. Sawa. Nakushukuru sana kwa hicho. Lakini unawaambiaje sasa ambao wananifuatilia na ambao wanakuangalia hivi sasa? Nawaambia na wao waendelee kutoa changamoto lao walilonalo. Ndio. Nakushukuru sana. Hayo ni moja kati ya maongezi ambayo umesikia watazamaji wangu wakiwa wanazungumza. Sawa, hello, habari? Tuko pamoja. Sawa, ni maongezi yao haya. Lengo langu ni kuweza kukujulisha kile ambacho kinaendelea mtaani, lakini pia ni kukuonesha uhalisia wa maisha yetu. Uhalisia wa maisha yetu. Uhalisia wa sehemu ambayo mimi mwenyewe nipo kwenye background. Unaweza kuona kule ndipo ambako tunatokea, lakini sio hilo tu, nahitaji nimfikie kila mtu. Inawezekana wewe ikawa ni mmoja kati ya watu ambao nawalenga kuweza kuwafikia, na inawezekana tukaja tukaonana kama sio leo, kesho au hata siku zingine katika maisha. Inawezekana tukaonana, inawezekana ukaniona nikiwa napita katika mitaa yako, inawezekana tusionane, maana yote ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Sasa bado nipo Kisimambazi na katika vlogging hii lengo langu mimi ni kukuonesha maeneo ambayo ninaishi, maeneo mtaa wetu tunaozunguka. Ni mtaa maarufu, ni mtaa maarufu sana kwa Zanzibar. Huwezi ukataja sehemu yoyote kule ambayo utakuwepo ukitaja Kisimambazi ikawa haijulikani, ni kitu kigumu. Lakini ni sehemu ambayo ina wakazi mchanganyiko, kwa maana ya watu kutoka bara, watu kutoka hapa visiwani Zanzibar, maeneo mbalimbali. Unaweza ukajionea vijana ambao wanapata. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Habari? Salamu, habari? Alhamdulillah. Vipi, kwema? Kwema. Vipi, mnaniruhusu niweze kuzungumza na nyinyi? Bila shaka. Ndio. Hamna taabu. Kama unahitaji kuchukuliwa, utachukuliwa. Habari zenu? Safi kabisa. Bana, mwanga uko chini sana. Lakini kwa uhaba tu nazungumza na nyinyi angalau niweze kupata mawili matatu. Nimetoka katika Maganga TV, hivi sasa nasimama kama Masud Maganga. Mnafahamu shughuli ambazo nazifanya,
hapa nazunguka katika mtaa ambao mimi mwenyewe nimezaliwa, maeneo haya ya Kisimambazi, lakini nyinyi ni miongoni mwa watu ambao mnanifuatilia katika kazi zangu. Mna chochote cha kuzungumza? Kuna changamoto zozote ambazo zinatukabili sisi kama wakazi wa Kisimambazi? Ni changamoto zenu vijana. Nieleze. Mimi mpaka sasa hivi kwa kweli sina changamoto. Changamoto zipo. Labda wasikilize vijana wenzangu. Changamoto zipo. Changamoto ni nyingi zipi? sana, hasa kwa sisi vijana. Aha. Jambo la kwanza kutokana na ajira. Ndio. Ajira mbovu. Na jambo la pili, unapojiajiri kijana unakosa mwelekeo. Ndio. Kutokana kile unachokiajiri wewe kina tight serikalini. Hatuchukuliwe Je, kipaumbele. tufanye nini kama sisi vijana? Mwisho wa siku inabidi vijana tukae vibarazani, tukute bangi, tungoja nopika tukabe. Maana kila kazi tunafanya mbovu, tunaamua kujiajiri barabarani, leo anapita manispaa anachukua meza hapo. Unafanya kazi gani kama kijana? Hizo ndo changamoto zetu sisi vijana. Sote hatuwezi tukakaa serikalini tukavaa jezi za vikosi. Kuna wengine wanatakiwa wawemo kitengo hichi kwa sababu mwenye kikosi anatakiwa ajanue chipsi. Na yule muuza chipsi unatakiwa usaidiwe na kikosi. Sasa leo kimuondoa muuza chipsi, we kikosi unakula wapi? Unahisi nini kifanyike? Hapo ni changamoto, waangalie vijana kutokana na hali. Unaambua kijana anatakiwa ajiriwe, lakini je, ataajiriwa wapi? Barabarani. Sote tutafanya kazi za barabara. Nakushukuru sana. Asante. Ni moja kati ya changamoto ambazo wanajamii wenzangu wamekuwa wakizizungumza. Lakini hii ni mmoja tu. Huyo ni mmoja tu ambaye umemsikia. Wapo wengi sana ambao bila shaka naweza nikakutana nao na nikakukutanisha nao na ukawasikia wakiwa wanaongea. Tupo katika maeneo ya Kisimambazi, katika kituo cha daladala Kisimambazi. Nahitaji nikuoneshe kituo cha daladala Kiembe Samaki. Daladala kuna supu ya Airport. ndio airport. Airport kuna supu ya batamzinga, kuna supu ya pweza, kuna supu ya kuku. Ndio. Nimepita leo sijaona, nimetokea huko. Mambo yote yapo na wapi airport ambapo kuna hoteli imeandikwa Pasua. Pasua. Okay, na Pasua mwenyewe ni wewe. Na Pasua mwenyewe ni mimi. Ndio. Mchana unaweza kupata biriani, ukapata pilau, ukapata wali mweupe. Kwa yule ambaye anakutazama hivi sasa basi kupitia Masud Maganga, unamwambia vipi? Namwambia wakati gani ataweza kupajua? Aje mpaka airport, mwisho wa kituo cha daladala cha airport. Wakifika pale ataona chata imeandikwa katika hoteli. Ndio. Imeandikwa Pasua. Ndio. Sawa, nakushukuru sana. Nitakuwekea katika description link hiyo, endapo utahitaji kupata huduma zake, utaweza kupata link kwenye description hapo. Utaweza kuigusa na itakusukuma moja kwa moja kwenda kwenye kile ambacho amekieleza. Na nimetoka uwanja wa ndege wa Zanzibar, na bila shaka nimekuonesha mazingira yale, lakini hatukuwa tumekutana na huyu bwana. Sasa nilipo ni katika kituo cha daladala za Kiembe Samaki. Kutoka mjini hadi Kiembe Samaki, hiki ndicho kituo. Sehemu ya kusubiria daladala ni pale ambapo unapaona kwenye background, lakini hapa ndipo ambapo gari huwa zinageuza. Sasa najaribu tu kukuonesha mazingira yetu ili uweze kujionea na wewe. Una nafasi ya kushiriki nami kwa kutuma kwa kuandika comment. Nitaweza kusikia kile ambacho unakizungumza, lakini unaweza kukanikosoa kwenye pale ambapo unahisi hapajakaa sawa. Kwa kufanya hivyo utakuwa ni mtu mmoja wa nguvu sana, maana ninachokifanya lengo ni kukuonesha mazingira ya ninapoishi, lakini ninakukutanisha na watu mbalimbali. Kama wewe ni mwenyeji wa zamani katika maeneo haya, mimi nakujulisha kwamba niko maeneo ya Kiembe Samaki, Kisimambazi, na najaribu kuzunguka kuonesha uhalisia. Nipo pembezoni mwa kiwanja cha ndege nikiwa nazunguka kwa lengo hilo la kupatia kile ambacho kinaendelea. Mimi naitwa Masud Maganga, nifuatilie na asante kwa wewe ambaye unaendelea kufuatilia. Nipo katika kituo cha afya cha Kiembe Samaki, ndipo ambapo napita kwenye background, bila shaka unaona hicho ambacho najaribu kukuonesha. Pole kwa jua, maana yake muda mrefu nimetembea, lakini
hali ya jua ndio kama ambavyo unaiona, na sijavaa miwani, lakini najaribu tu kukupatia kile ambacho nahisi kina umuhimu kwa mimi kuweza kukupatia. Geti namba 19 airport ndio hili hapa ambalo unaliona kando yangu, na ni sehemu ambayo sasa magari ya mafuta huwa yanapita kwa ajili ya kupeleka bidhaa hiyo kule airport ambao kiwanja cha ndege. Nipo Kisimambazi na bado naendelea kukuonesha mazingira ambayo tunaishi, na wewe unayo nafasi kama nilivyotangulia kukueleza, unayo nafasi ya kushiriki nami, kuweza kunipa comment yako ukiwa unanisawazisha ama kunikosoa pale ambapo unahisi nimeteleza. Kama binadamu mimi napokea ushauri, maana mimi naamini kwamba sio mkamilifu, lakini hii pia ni katika vlog zangu za mwanzo. Inawezekana siku za baadaye ukaja ukaona mabadiliko makubwa zaidi, kuanzia kwenye vifaa ambavyo navitumia. Pengine sauti haijakaa sawa, lakini utaweza kuona kipi hasa tunachokifanya. Kama leo nimeweza kuonesha katika mazingira haya, inawezekana kesho kutwa ukaweza kuona kazi zingine, au hata baadaye ukaweza kuona shughuli zingine. Sasa mazingira kama haya, dakika hizi ambazo unazitumia ukiwa uko na mimi, usingeweza kuzipata kwa kukuonesha ukubwa huu ambao nakuonesha hivi sasa. Na kuonesha mazingira mbalimbali. Kule ndiko tunakokwenda, huko ndo tunakokwenda. Nataka tufike maeneo mengi ya Kisimambazi, ili baadaye tutakapokuja kurejea tuwe tuna taswira halisi ya kule ambako napita. Changamoto mbalimbali za binadamu ambao ni wakazi wa maeneo haya umeweza kuzisikia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na maji. Hadi hivi sasa tangu nimeanza kuvlog nikiwa niko maeneo ya nyumbani hadi hivi sasa, bila shaka changamoto kubwa ambayo wanajamii ni kuhusiana na changamoto ya maji. Bila shaka miundombinu ya barabara ndio miongoni mwa vitu vilivyopelekea ukosekanaji wa maji safi na salama, lakini tumesikia pia vijana wengine wakiwa wanazungumza kuhusiana na ukosefu wa ajira na vitu vingine kama hivyo. Sasa kila mtu anaweza akatoa maoni yake, maana kutoa maoni ni jambo ni muhimu, jambo la kawaida. Lakini ukija kwenye masuala ya ajira, unaweza kukuta kwamba serikali imeshatangaza kwamba kuna ajira kadhaa ambazo zipo. Kiukweli katika swala zima la ujenzi, Zanzibar sasa hivi inapiga hatua kubwa sana kwenye masuala mazima ya ujenzi. Sasa unakuta kuna watu wengi. Hello, sawa. Nahitaji nikusikie. Pia barabara mbovu, na bila shaka unaona hii ujenzi wa barabara, lakini huku sehemu zingine ni kama hii. Najaribu kuonesha kile ambacho tunaendana nacho. Alijaribu kuzungumzia barabara, unaweza ukaona jinsi gani barabara yetu ilivyo maeneo haya. Hata kupita inabidi upite kwa kujiangalia, vinginevyo unaweza ukakuta unapoteza mwelekeo na ikibidi kudondoka. Sawa, hatuombi itokee hivyo, lakini bado nipo katika maeneo ya Kisimambazi. Nahitaji nikuoneshe kwa ukubwa wake maeneo haya, ili na wewe uweze kuyaona. Huko tunakokwenda ni maeneo haya ya Kisimambazi, lakini nikupe tu muktasari. Ni sehemu ambayo ina mkusanyiko wa lodge, ina mkusanyiko wa bar na vitu vingine kama hivyo. Nyakati za jioni watu wengi, vijana wengi huwa wanakuja maeneo haya ambayo mimi natembelea. Sasa kwa ungavu zaidi nimegeuka ili niweze kukuonesha ni maeneo haya huku nyuma ambako ndiko tunakoelekea hivi sasa. Sawa. Na bado nipo Kisimambazi. Sasa haya yote usingeweza kuyapata kama nilikuwa nimesimama kama Maganga TV ama ningefanya vipindi katika channel zingine, lakini unaweza ukayapata ukiwa tu na Masud Maganga. Ninaposimama mimi kama mimi na kuonesha mazingira yale ambayo nipo, na bila shaka naweza nikaja nikafanya kipindi kingine
hata kama ni cha dakika chache, lakini kikawa kina umuhimu wake. Maana yake nitakuonesha mazingira mbalimbali ambayo mimi mwenyewe naishi, mazingira mbalimbali ambayo wanajamii wengine wanaishi, utaweza kuwaona na kuwasikia wanachokiongea. Lakini katika long run, katika masafa marefu hayo, itakuwa nikizungumza nao, ikiwa faida ni ya kwako, maana nafanya hivi vyote ni kwa sababu tu ya kukufikishia wewe kile ambacho unastahiki kukipata, ama kile ambacho mimi nahisi kina umuhimu kwako, kina umuhimu kwa mwingine. Kwa wewe ambaye hujui mazingira ya Kisimambazi ni haya, kwenye background utakuwa unaona kile ambacho kilichopo, utakuwa unajua kitu gani ambacho kipo. Sipigi mtu, mimi nafanya vlogging mimi mwenyewe. Kama unahitaji kuongea tuongee. Habari. Squad yako iondoshe. Mambo vipi? Habari yako? Vipi, uko poa? Poa. Nina habari. Yanaenda. Mimi natarajia kukuona baada ya muda, bado hapa niko online, lakini kama uko na jambo unaweza kutuambia. Ni kupitia Maganga TV, Masud Maganga. Maganga TV. Ndio. Una chochote cha kuambia watazamaji? Kwa sasa hivi sina cha kuzungumza chochote, nitakudanganya kwa sasa hivi. Kama utaweza kunifahamisha hapa tuko maeneo gani? Hapa tuko maeneo ya Kisimambazi, maarufu wake Kibiti. Yes, Kisimambazi maarufu Kibiti. Sawa, nakushukuru sana. Asante sana. Moja kati ya maeneo bila shaka tuko umemsikia katika wenyeji wa mitaa hii. Mimi nazunguka kwa lengo tu la kuzungumza na watu mbalimbali katika maeneo haya ya Kisimambazi. Nimeanzia huko nilikoanzia na nimetoka na wewe moja kwa moja hadi hivi sasa. Lakini katika kile ambacho na kuonesha sasa, unaweza ukaniambia mimi kupitia comment hapo chini ya video. Utaweza kunieleza nini unahisi, ama ukanipa hata wazo lako baada ya video hii. Ungependa nikuoneshe maeneo gani mengine, na nitaweza kufanya hivyo kwa sababu tu ya kukusogezea kile ambacho mtazamaji wangu unahisi kitakuwa kinafaa. Bado nipo katika maeneo haya. Kiukweli sio maeneo ambayo unaweza ukazunguka kwa zaidi ya dakika 30. Bila shaka utakuwa unaona mpaka hivi sasa nina dakika 20 takriban, lakini nimeshakaribia kumaliza kabisa kuzunguka Kisimambazi. Nipo katika maeneo haya. Nimetoka kule ambako nimefahamishwa kunaitwa Kibiti. Nimekuonesha kile ambacho kimekuwa kikiendelea kule. Nimezungumza na baadhi ya watu, lakini bado nazunguka katika maeneo haya. Endapo atatokeza mtu anahitaji kuzungumza na mimi, nitakuunganisha naye ili uweze kusikia kitu gani anachokizungumza. Bila shaka hata mimi nahitaji nizungumze na watu mbalimbali, niweze kusikia wanazungumzaje, wana maoni gani ambayo wanayatoa kwangu mimi na ni kwa ajili ya kwako wewe. Ni dakika chache tu kutoka sasa nitakuwa nafika katika maeneo mengine ambayo bila shaka nilikuonesha awali katika video nyingine, katika ile video ya kutoka uwanja wa ndege hadi Kiembe Samaki skuli ama junction ya Kiembe Samaki. Niligusa maeneo mbalimbali, lakini kuna junction kubwa ambayo naenda kukutana nayo hivi sasa muda sio mrefu, junction ambayo ambapo nitageuza kwa ajili ya kuingia maeneo mengine. Bado nahitaji ufuasi wako, bado nahitaji ushauri wako, bado nahitaji comment nyingi zaidi kwenye kile ambacho nakifanya. Vlogging hizi ambazo unaziona sasa hivi ndizo ambazo zitakuja kuwa mabadiliko hapo baadaye, kwa maana ya kwamba huu ni mwanzo wa hizi vlogging ambazo unazifanya, lakini yamkini baadaye utakuja kuniona nikiwa nafanya vlogging katika maeneo mengine. Yote haya ni kwa sababu tu ya kukupatia wewe mtazamaji wangu mwanga wa kile ambacho nakifanya nyakati hizi hapa. Masud Maganga hapa, kama Masud Maganga, sawa. Hapa ndipo sehemu ambayo naenda kupinda. Lengo langu ni kukuonesha tu ile sehemu ambayo nilikueleza. Bila shaka katika vlogging ambayo nilikuwa napita mara ya kwanza nilikueleza maeneo mbalimbali. Kuna eneo nilikuonesha la kituo cha Kwakira, ndio eneo ambalo nilikuonesha, na
kule ndio mwisho au mwanzo wa Kisimambazi unapotokea barabarani kuja huku, lakini hapa nilipo ni kwenye mgawanyiko wa njia. Kuna njia ambayo nimetokea ndiko ambako kunaitwa Kisimambazi Kibiti, kama ambavyo ulimsikia yule mwenzangu alikuwa mwenyeji wangu alikuwa akizungumza, lakini hii ambayo ninanyosha nayo sasa ni barabara nyingine ambayo inaelekea sehemu zingine za Kisimambazi. Mimi nahitaji twende na hii ili uko mbele uweze kujionea mambo mengine ambayo yanaendelea hapa Kisimambazi. Nahitaji tu kuonyesha mazingira mbalimbali uweze kujua mazingira haya ya Kisimambazi. Hii vlogging ya Kisimambazi sio ya kwanza. Nilishawahi kufanya vlogging kama hii na nikaonesha baadhi ya mazingira. Bila shaka kama utakuwa ni mfuatiliaji, basi unaweza kama ukawa umeshakutana na video hiyo. Bila shaka niliipa jina la Kisimambazi na iliangaliwa. Hii ni Maganga TV.